Wakati tulikuwa tunafanya kampeni ya uhuru 2001, 2002 and 2001, kuna siku kilikuwa kimeumania uhuru. Uhuru alikuja mpaka pale kwa kaburi ya baba yake, akaingia hapo ndani, akasema ameenda kuongea na baba. Na alipoongea na baba, hapana, ni wakati wa ICC. Alipoongea na baba yake, kesi ya ICC ilianguka. The power. Na hii maneno yote unaona Kenya hii inatusubua. Hatusubuliwi na Ruto. Sijui mnauliza Ruto nini? Hatusubuliwi na Ruto hata kidogo. Hata Ruto hajielewi. Maana Ruto hana kichwa. Ruto ameitwa jina, inaitwa Samoi. Samoi alikuwa nani? Koitalel Arab Samoi, mfalme wa Wakalenjin, wa Wanandi. Hiyo ndio jina. Mzizi wa Ruto umetoka hapo. Na kichwa ya Koitalel ilikatwa. Iko wapi? Iko Britain. Kichwa ya Samoi, hiyo Koitalel, ilibebwa. Kioko kia Koitalel kilogetoro Britain. Baka saa hii Wanandi wanaitisha irudishwe. So the spirit ya Ruto ndio naona hata watu wote wanasema tuko headless. Tuko kichwaless. Because the spirit ambayo inatuongoza Kenya hii, it is headless. Lakini what is the controlling power of this nation? Hinya uria wathaga bũrũri ũyũ. The controlling power until today ni Mzee Jomo Kenyatta. Kwa sababu moja, hajazikwa. Alafu amewekwa kwenye parliament kama monument. Na mwili wake umewekwa pale. Na watu wote mwezi wa 8 serikali inaendaga kuangalia maiti yake, kuitisha nguvu ya kuendesha. Miezi hiyo ingine 8. Mnanielewa? Lakini the entire tunakuwa na ukumbusho wa Kenyatta. Mzimu yake, roho wake still runs this country. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana alimwachia Moi. Na alipoachia Moi, naye Moi wakati aliondoka alisema KANU itatawala miaka 100. Si ndio? Moi ni roho ya Kenyatta. Alitawala kama Kenyatta. Ni roho ya nani? Ya Kenyatta. Akakuja akamwachia Kibaki. Kibaki alikuwa KANU chairman, KANU life member number 1. Kibaki akaondoka, akamwachia nani? Mtoto wa Kenyatta, akarudisha home. Bwana Yesu asifiwe sana. Akatoka sasa, nani ametoka? Nani ameingia? Watoto wawili wa mzee mmoja, but wa mama tofauti. Sijui kama mmeelewa hapo. That is the controlling power. Sasa hiyo ndio spirit moja ambayo inatawala Kenya hii. Ndio naona Uhuru bado ni kama ni yeye president. Ruto anaongea lakini bado, maana Ruto hana kichwa. In the spiritual realm, the name ambayo ako nayo, kichwa ilikatwa ikapelekwa Britain. Na wakati Ruto alikuja, hakuna mtu smart Kenya hii kama Ruto. To be very genuine. Wamwegano shirota wamu. Ruto wako na hakili. Yule Ruto wa deputy president. Yule Ruto wa nani? He was brilliant. Brilliant kabisa. Yaani Kenya hii hata mimi nilikuwa naona tukiwa na huyo jamaa miaka 5 Kenya itaenda bali. Lakini wakati alikalia kiti, alikuta kiti ni ya hawa. Ni habari ya Kenyatta. Hata wakati wote Moi alitawala, alienda kuconsult Gena. Gena ndio yako na power ya mizimu ya mzee Kenyatta. Ndio naonaga kila mtu akitaka mamlaka Kenya hii. Si hata Ruto aliyekelewa mkono na nani? Na Gena. Because of that controlling power ya mzee. Now where is this power coming from ya mzee? The controlling power ya mzee ilikuja kutokana na watu wanaitwa Mau Mau. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ndio walimpatia kiti. Wakati walikuwa naitwa KAU, ikabadilisha ikaitwa KANU. Wakampatia kiti yeye, wakampatia mamlaka. Mamlaka hii ilitokana na nini? Mamlaka ilitokana na damu. Hii unaona red hapa. Damu ya binadamu, sio ya mbuzi. Damu ya nini?
ya binadamu, maana hawa ni kwehodha mehodire. Maumau walijitoa kama sacrifice. So Kenya is run by a sacrifice of the blood of human being. That is why kila wakati Kenya lazima iitishe damu, kwa sababu inayoongoza, inayotawala ni damu ya nini? Ya binadamu. Maumau waliochinjwa, maumau waliouliwa. So we are seated on an altar ya nani? Ya damu ya maumau wa Kikuyu. Na hawa wazee wa maumau, ukisikia wameanza kupiga kelele, wameanza kutukanana, wameanza kutema sisi tulipigania nchi hii na hatutapata ile damu inayumukaga, yule mtu ako kwenye kiti anaanza kupata shida, because the blood ya binadamu inaongea na iko na mamlaka. Na hawa si kunyogo, walinyogwa, ati walikutwa kwa nyumba wakanyogwa, walijitolea. Mtu yote mwenye alienda kwa kichaka alijitolea. Kwa hivyo alitoa sacrifice. Mtu yote mwenye alienda kwa kichaka alienda because alitoa nini? Sacrifice mwili wake. Jinsi Yesu, tunapotaja damu ya Yesu, maana Yesu alijitoa kama sacrifice ya kumkomboa binadamu. Hivyo hivyo nayo damu ambayo iko kwa kichaka ya Mount Kenya, iko kwa kichaka ya Aberdare, iko mahali popote, mahali damu ya hawa watu ilimwagika, hiyo damu bado iko. Na hiyo sasa ndio the problem of this country. Until we are able kuzungumzia hiyo damu, na watu kama hawa watuambie kulikuwa kunafanywa namna gani, ndio tuende tufanye hivyo. Hiyo damu itulizwe, inyamaze, alafu tutenganishwe hawa waliokufa na hiyo damu. Kenya itenganishwe na hiyo, maana kila tarehe 12 tunafufuaga roho zao. Mwezi wa 12, si ndio Jamhuri Day? Kila tunaita Mashujaa Day. Hao hiyo roho ya mashujaa, kila mwisho wa mwaka lazima tuende tuifufue, na tukule mabusi na tukule maroga, tukarahura gomisio. Sasa wanaanza kusuguka wakituliza, mali yetu iko wapi? Kumbuka hao wazee walidanganya Mungu, walimwambia tukishida ni wewe umeshida, tukishidwa wewe ndio umeshidwa, na kwa sababu tutashida tutakujengea madhabahu. Walijenga ama hawakujenga? Hawakujenga. Kwa hivyo ni wakora. Walifanya nini? Walidanganya Mungu. So that is the controlling power that controls this nation. Hello. Tuhamwe. Ni ukweli. So hakuna siku, angalia jinsi wenye waliamuka. Waliamuka Maumau style. Maumau walisema hatuna kiongozi. Maumau ilikuwa na kiongozi? Haikuwa. Hawakuwa na ajenda? Hakuna. Walisema occupy. Hawakuwa na ajenda. Maumau walipigana, walikuwa nasema tu Musugu aende, lakini hawakuwa na watu wa kuwakilisha kwenda kuzungumza. Therefore, whatever that happened, chochote ambacho kilifanyika kilisababisha a controlling power against this country. Maana ukienda kwa pesa yako, ukienda kwa ofisi, ukienda kila mahali, hiyo kirauni unaonaga hiki kitu hiki. Hii ndio kirauni. Ukienda kwa pesa iko. Ukienda mahali popote iko. Kumaanisha chochote kinachofanyika katika nchi hii kiko na power controlled by the spirit ya those maumaus. Ni ukweli ama si ukweli? Number 2, another controlling power, witchcraft. Walikula kiapo. Inaitangwa oath. Kile kiapo walikula. And I want now you to see how it has destroyed the fabric of Kenya. Huyu mzee ni Maumau. Aliapa na akasema, kwa maana mimi nilipatiana kiapo ya juzi ya Mungiki na ni the same na Maumau. Tulikuwa tunasema mimi wao walikuwa nasema sitashirikiana na kitu ama mafundisho ama tabia ama maelekezo yoyote ambayo yanaitanishwa na mzungu.
shirikiana na tabia, maelekezo, mafundisho, tabia, tamaduni ama chochote ambacho kinaweza kuitanishwa na mzungu. Ndivyo mlisema? Sasa waliapa na hiyo ikakuwa ni hivyo, na waliapa mara 7. Kuna watu waliapa, huyu shosho yule Roda aliapa, huyu alikula miuma 7. Kuna levels, kuna wale walikula moja, kuna wale waliapa mara moja, kuna wale waliapa mara 7. Mara 7 they were the most senior most. Wale sasa walikuwa controlling kabisa kule ndani. Sasa hawa wote tuweke hiyo moja, maana hiyo moja ndio foundation. Dikana nyitanira kana kureyanira kana kuthi thini wa morutani kana gwika morutani kana gwika maundu na mitugo ya muthugu. Na ingegeka uguo ngario ni mumoyo. Those words walisema nikafanya against the words ambazo nimeapa. Hiyo words zinikule. Ndio nakuta sasa sisi wote, because you are generation ya maumau, sisi wote tuko na shida. Nothing is coming. Hata tukijaribu kuingia kwa kanisa tuombe, there is a control. And which is more superior. Maana walimwaga damu ya binadamu. Are you getting me now? Until we are able to understand this problem, Kenya will never be free. Hata muweke president wa Ruigia kue hapo, mimi kwanza wataniweka kwa tairi. Nyinyi mtanichoma. Tutiaugete gushoka kanitha-ini, tutiakwirite okyo tuigire mbeca citu.